Historia ya gari la kwanza duniani. Nani aligundua gari? Je, umewahi kujiuliza gari la kwanza duniani lilitengenezwa na nani? Na lilionekanaje? Je, lilikuwa kama magari ya leo au tofauti kabisa? Leo na kusimulia hadithi ya kweli ya mtu aliyebadilisha dunia ya usafiri milele. Kabla ya magari, watu walitumia farasi, mikokoteni na treni za mvuke. Hakukuwa na kitu kinachojiendesha chenyewe barabarani. Lakini huko Ujerumani kulikuwa na kijana mmoja mwenye ndoto kubwa aliyefahamika kwa jina la Carl Benz. Carl Benz alizaliwa mwaka 1844 nchini Ujerumani. Tangu akiwa mdogo alipenda sana mashine za injini. Alijiuliza, inawezekana kutengeneza gari linalotembea bila farasi? Watu wengi hawakuamini, waliona ni ndoto isiyowezekana. Lakini Benz hakusikiliza maneno yao. Alijitosa kwenye kazi ya kutengeneza injini ndogo ya petroli. Alifanya kazi mchana na usiku. Mara nyingi alikosa pesa, biashara zilifeli, lakini hakukata tamaa. Hatimaye mwaka 1885 ndoto ikatimia. Alitengeneza gari lililoitwa Benz Patent Motorwagen. Hili ndilo gari la kwanza la kisasa duniani, lakini lilikuwa tofauti sana na magari ya leo. Lilikuwa na magurudumu matatu, alikuwa na usukani wa duara kama wa leo, lilikuwa na injini ndogo ya petroli na lilikuwa polepole sana. Tatizo lilikuwa moja, watu hawakuamini kama linaweza kutumika kweli. Hapa ndipo historia ilipogeuka. Mke wake Bertha Benz aliamua kuthibitisha dunia kuwa gari linafanya kazi. Siku moja mapema asubuhi, bila kumwambia mume wake, alichukua gari hilo pamoja na wanawe wawili na kuanza safari ndefu kutoka Mannheim kwenda Potsdam. Hii ilikuwa safari ndefu ya gari duniani. Njiani mafuta yaliisha, breki zilichakaa, gari liliharibika mara kadhaa, lakini hakurudi nyuma. Alinunua petroli kwenye duka la dawa. Hapo ndipo panapotajwa kama kituo cha mafuta cha kwanza kihistoria. Alitengeneza breki njiani, aliendelea kusafiri na hatimaye akafika salama. Safari hiyo iliwashangaza watu. Ndipo dunia ikaanza kuamini magari yanawezekana. Baada ya tukio hilo, habari zikaenea haraka. Watu wakaanza kununua na kuboresha magari. Kampuni ya Carl Benz ilikuwa na baadaye ikawa sehemu ya chapa maarufu ya Mercedes-Benz. Uvumbuzi wake uliweka msingi wa magari ya familia, mabasi, malori, hata magari ya kisasa ya umeme ya leo. Kila gari unaloona barabarani leo lina historia inayorudi kwa uvumbuzi wake. Carl Benz aliishi kuona mafanikio makubwa ya uvumbuzi wake. Alifariki mwaka 1929 akiwa na umri wa miaka 84. Kwa hiyo hayupo hai, lakini mchango wake bado unaishi hadi leo. Hadithi ya Carl Benz inatufundisha kitu muhimu. Watu wanaweza kucheka ndoto yako leo, lakini kesho ndoto hiyo inaweza kubadilisha dunia. Kama umefurahia historia hii, bonyeza like, subscribe, weka maoni na uniambie ni uvumbuzi gani mwingine ungependa nikupe historia yake. Mimi ni Joel Palanjo, tutaonana kwenye video inayofuata.